kufuka ng'ambo lingine. Na wakati nilikuwa nikitazama nikaona katika maisha tuko katika safari. Na wakati tuko katika safari kuna mambo mengi tunapatana nayo. Safari si rahisi, sababu ukiangalia mahali umetoka kufika hapa bado ilikuwa safari. Tunasoma kwenye kitabu cha Matthew chapter 14 kuanzia mstari wa 22. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaanga mkutano. Naye alipokwisha kuwaanga mkutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwa huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katika bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wabisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Yesu akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Marko 4 kuanzia mstari wa 35. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapinga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika sheti, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie, na upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakati nilikuwa nasoma hii maandiko asubuhi, nimeona katika hii safari ya maisha ni mara mbili. Kuna maisha hii ya upande huu na kuna maisha ya upande mwingine. Inamaanisha kuna maisha ile positive na negative. Kuna maisha ile tunaishi ya kutaabika na kung'ang'ana, na kuna maisha ya ng'ambo ingine ambayo ni maisha ya furaha, maisha ya amani, maisha tofauti na ile iko upande huu. Maisha ambao ni maisha ya magonjwa, na ng'ambo hile kuna maisha ambao ni ya mwili ambao uko na amani. Asubuhi ya leo nataka tuzungumze kuvuka kutoka kwa hii maisha ambayo ni ya kung'ang'ana kwenda maisha mengi ambayo ni ya amani, ambayo ni maisha ambayo ni ya furaha, ambayo ni maisha ambayo si ya kuishi mtu wa kawaida. Naamini asubuhi ya leo ninazungumza na watu ambao wanaomjua Mungu, ambao ni watu wanaelewa ya kwamba hii maisha tunayoishi hapa duniani iko na mawimbi, iko na changamoto, iko na milima, na iko na mambo inayosumbua mioyo, inakosa amani. Nilipokuwa ninaangalia katika safari, unapotoka mahali ukienda mahali, unaweza kuwa una haraka, unataka lakini barabara iko na jam. Unasikianga moyo wako una amani. Unasikianga shuka utembee miguu. Unasikianga umekosewa. Hapo ndio unapatanga zile ngari mpya, zile ganya iko kwa barabara na iko na wasiwasi. Haiwezi tulia. Unapata inatoa kichwa saidi hii, kuna jam saidi hii, sababu kuna
nataka kufika. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi katika hii safari tunaenda, kuna mahali tunataka kwenda ambao ni mahali kuna maisha ingine, lakini kile kinatusumbua ni hapa katikati. Haleluya. Nilipokuwa ninaangalia hiyo maisha, tunayaona kweli ni pale, lakini tunasema kuna kufuka. Watu wanafuka wananiacha. Ninataka kwenda kufuka niende saidi ingine, lakini siwezi. Nilikuwa naona watu vile wanaruka barabara, na jaribu naona zinakuja, narudi. Nilikuwa karibu nipewe jina.